Naitwa MC Malekela, nipo katika ardhi nzuri kabisa ya Kaseria hapa mkoani Singida kwa Wanyilamba, mchanganyiko pamoja na Wanyaturu. Nipo mahali ambapo ulikopo unafanyika mkutano mkubwa sana wa Injili ambao Yesu amekuwa akitenda mambo makubwa sana, watu wakifunguliwa na zaidi ya yote watu wakimkabidhi Yesu maisha. Lakini jioni njema kabisa nimeona nikutane na watumishi wa Mungu, nikimaanisha mchungaji pamoja na mama mchungaji, tuweze kusikia machache kutoka kwao. Naam, Bwana Yesu asifiwe. Kwa faida ya mtazamaji na msikilizaji, unaitwa nani? Naitwa Naomi Kitwari au mama mchungaji Elisha. Mama mchungaji Elisha. Naam. Naona Elisha amefanya kazi vizuri kweli kweli. Baraka za Bwana zinadhihirika rohoni na mwilini pia. Naam, nimekuwa nikiona ukifanya huduma nzuri sana pamoja ya kuchunga, lakini pia ukimtumikia Mungu kwa namna ya uimbaji. Nipe siri mama, huduma ya uimbaji ulianza muda gani? Kwa kweli mimi huduma ya uimbaji nilianza nikiwa mdogo sana. Ndio. Nakumbuka nilikuwa shuleni primary. Ndio. Nilianza kuimba nyimbo tu za shuleni, lakini baadaye nilivyojitambua nikampokea Yesu mimi mwenyewe. Ndio. Basi nikaanza kumwimbia Mungu. Kwa hiyo niseme ni kipaji nimezaliwa nacho. Unazungumziaje kwa habari ya mkutano mkubwa wa Injili ambao umemalizika siku hii ya leo hapa kanisani? Kwa kweli tunamshukuru Mungu. Tumeona Mungu akifanya mambo makubwa, tumeona Mungu akifungua watu, tumeona Mungu akibariki watu. Kwa kweli tunamshukuru Mungu. Mkutano umekuwa mkutano wa tofauti. Kwa sababu tumemwona Mungu akifanya kazi. Unajua Injili vijijini wakati mwingine inaweza ikawa ni ngumu kwa sababu unakuta watu wengi bado hawajapata ile elimu. Lakini tunamshukuru Mungu katika mkutano huu tumemwona Mungu kwa kweli mwitikio umekuwa mkubwa sana. Mama, imekuwa changamoto hasa kwa baadhi ya watumishi wa Mungu akiambiwa umeitwa kijijini, anaweza kagairi kabisa, asikubali ukiitwa hata mama mchungaji. Atasema mimi unaniacha huku, baba wewe nenda. Ni kipi kilikupa nguvu ya kusema baba mimi sikuachi? Hapa ulipo wewe na mimi nipo, kazi ya Bwana ifanyike. Hilo ni swali la kichokozi kidogo lakini nitajibu. Naam, hata kasema tu. Kwa kweli kwanza niseme kitu kimoja, kile kitu unachokuwa ukikitamani ukiwa mdogo unaweza ukakipotezea, lakini Mungu akaja akakidhihirisha wakati wewe umeshasahau. Mimi nakumbuka kipindi nikiwa mdogo nilikuwa natamani sana kuchunga kijijini kwa sababu mimi baba yangu ni mchungaji na alianzia kuchunga kijijini. Lakini nilivyojitambua nikawa mtu mzima sikupenda tena kijijini. Lakini kwa kuwa nikajikuta nimeolewa na mchungaji. Na mchungaji kwa kweli mume wangu nampenda sana. Sasa ukipenda boga penda na ua lake. Ila kwa sasa napenda Injili, nampenda yeye, nampenda Yesu, Injili na kijiji pia. Wow, asante mama, nashukuru. Umesikia binti, mimi sitakuwa mke wa mtumishi, utakosa bahati za Bwana. Naona mama mchungaji amepata afya vizuri na hana shida. Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Naweza kujitambulisha? Kwa majina ninaitwa mchungaji Elisha Elias Haruni. Naam. Naomba tupe tu kile ambacho kilikuwa kikiendelea katika mkutano wa Injili, unaweza kukisemea kwa namna gani? Yale yalikuwa yakiendelea katika mkutano huu ni matendo makuu ya Mungu na ni muujiza watumishi wa Mungu kupiga kazi ya Mungu mahali hapa. Kwa hiyo tunamuona Mungu kwa matendo makuu, kwa Injili yake ikifanikiwa kwa kiwango kikubwa. Na mchungaji, naomba tu nipate manufaa pia. Unaweza kutoa neno gani kwa watumishi wa Mungu ambao wanapenda kung'ang'ania kubaki mjini? Nakuta msema mimi nimeitwa, lakini akiambia kijijini na wito na kuisha kabisa. Anaona kama kijijini kazi ya Mungu haiwezi kufanyika, lakini anakubali ang'ang'ania hapo mjini tu. Unadhani nini shida au nini changamoto inawapelekea baadhi ya watumishi? Naamini sio wote, kwa sababu wangekuwa wote na usingekuja huko. Ila baadhi kwa wale wachache ambao wanang'ang'ania kubaki sehemu labda ya mjini ili kuendelea kufanya hapo na kukataa kuja sehemu kama hizi ambao tumeona kuna uhitaji mkubwa sana wa neno la Mungu. Mimi siwezi kuzungumzia sana kwa watumishi wengine. Ila nizungumzie kwa vile Mungu anavyomuita mtumishi wake. Lazima atii kile Mungu anasema. Kwa hiyo mimi siwezi kumzungumzia mwingine kutokana na matakwa yake binafsi. Ila ninazungumzia vile Mungu anavyozungumza na mtu na kuitikia basi.
kama vile Musa ambavyo aliitika kurudi wapi? Misri, kuwakomboa wana wa Israeli. Kwa hiyo siwezi nikang'ania sehemu ambayo Mungu hajaniambia nikae. Ni mtu na Mungu wake vile anavyoitwa. Amina. Basi mimi mchungaji nashukuru kwa maneno ya hekima. Yaani umenijibu kwa majibu mazuri. Sina swali tena juu ya hilo. Mungu akubariki sana mchungaji. Amina. Mungu akubariki. Amen. Nikukumbushe tu mtazamaji, hapa ni Kaselia mkoani Singida, mahali ambapo tulikuwa tukifanya kazi kubwa ya injili. Endelea kufuatilia Malekela TV kwa kupata update mbalimbali kuhusu habari njema za Kristo zinazoendelea kuhubiriwa sehemu mbalimbali na maeneo tofauti ndani ya nchi ya Tanzania. Mungu akubariki sana. Amen. Malekela TV.